Asante kwa kujiunganisha na mimi katika siku ya leo. Hasa kuna watu wengi ambao wamewekwa maisha yao, afya yao, watoto wao, kazi za mikono yao, mambo mema mengi yamefichwa katika chupa za uchawi. Hasa leo nataka kukufundisha namna ya kuharibu chupa za uchawi. Namna ya kuharibu chupa za uchawi, na ukishaweza kuelewa jinsi ya kuharibu hizo chupa za uchawi, utaona msaada mkubwa katika maisha yako mwaka huu. Watu wengi maisha yenu imewekwa katika chupa za uchawi. Watu wamechukua picha zenu, majina yenu, michanga mali mmekanyaga, ama vitu vinavyowahusu. Pengine ni manguo imekatwa kipande. Wengine mnakaa maisha mabaya sana ya kijamii, kijamii kama mke na mume, mnakaa maisha mabaya kwa sababu ya vitu vyenu vya siri vimechukuliwa. Kuna vitu vya siri vimechukuliwa. Watu wanafanya vituko vya kila aina kuharibu maisha ya wengine. Lakini sitaki kutaja kila kitu moja moja, vingine ni vitu vya aibu sana ninapotaja hapa. Lakini chochote ambacho kimefanywa na kikawekwa katika nyungu ya uchawi au chupa ya uchawi, utaenda kutumia chupa kuharibu hiyo uchawi wote ambao umefanyika, ama hizo speli ambazo zimewekwa. Watu wengi wamewekwa katika chupa za kiushirikina. Sasa utaandika majina yako kwa karatasi nyeupe kama hii. Andika majina yako na tarehe ya kuzaliwa, mwezi na mwaka. Ukishamaliza utaikunja kwa nje. Utakunja majina kwa ndani, majina itakunja kwa nje. Utakunja kwa nje, alafu utafute chupa yenye inaweza kuvunjika, ya breakable bottle. Chupa yenye inaweza kuvunjika kama hii. Ujaze maji yanayotoka kwa mto, yaliyo na mahali pa kuingilia na mahali pa kutokea. Usiweke maji yanayotoka yaliyokaa mahali pamoja. Weka kwa hiyo chupa maji yanayoingia na yanayotoka. Ama ukikosa, jaza hiyo chupa na maji ya nazi. Majina yako yale umekunja, ingiza ndani ya hiyo chupa, alafu uongeze chumvi ya bahari juu yake, kiasi chochote ambacho utaweza, kijiko moja, viwili, vitatu. Ukiweka, funga. Ukishafungia ndani, omba nayo chochote ambacho kimefanyika katika eneo la afya yako, eneo la watoto wako, eneo la kazi ya mikono yako, katika mwaka huu wa 2026. Yani Mungu akuondoe katika chupa za wachawi, mifuko ya wachawi, vikapo vya wachawi, nyungu za wachawi. Utaenda kutumia hii chupa kujiondoa. Wengi huwa mnashangaa taya anafundishanga vitu gani hizi. Kuna wale ambao mnavielewa. Kuna wakati mmefundisha jinsi ya kujifungua na kifuli, kutokana na vifuli ambazo watu wamekufunga nazo. Sasa utatumia chupa wakati huu. Ukimaliza kuomba, make sure umeomba na kufungua mambo yako kwa siku 3. Hiyo chupa ukimaliza utaenda kuivunja, lakini utaivunjia nje ya compound. Utaivunja nje ya compound, vipande vyake utaokota, alafu utavirusha kando kando tofauti. Mtu yoyote ambaye atakuwa na uwezo wa kurudisha na kusimamisha mambo yako, lazima akusanye hiyo vipande na viunganishe vifanyike chupa. Ni jambo ambalo ninajua ni ngumu kwa wanadamu. Ni Mungu peke yake anaweza hilo. Kwa hivyo kama kuna mtu anaweza kuzuia hiyo maombi, basi itabidi afanye hivyo. Na mimi nakujibu kwamba hakuna mwanadamu atakuwa na uwezo ya kufanya hivyo. Ukimaliza uone vile mwaka huu 26 utakuendea. Mimi Tayo niko hapa na ninawaombea mema mnapofanya hilo. Si Mungu awabariki, awape siku njema wale ambao mtahusika na hii, kufungua milango yako na kuona uheri wa mwaka 2026. Bye bye.